Wakati unabadilisha watu sana. Kama wanavyosema kwamba time changes things, sio things peke yake. Time also changes people. Yaani mtu ambaye umekutana naye let's say miaka 3, 4, 5 iliyopita na mtu unayekuja kukutana leo baada ya kutokuonana ndani ya miaka 5, ni watu wawili tofauti kabisa. Na you need to treat them kama ni watu tofauti kabisa. Kuna watu unakuta labda alikuwa na rafiki yake wamesoma pamoja labda chuo miaka fulani 3, 4, 5 iliyopita, wakaja kukutana tena leo. Kwa sababu ulikuwa unamjua kwamba huyu mtu labda alikuwa faithful, alikuwa ni mtu fulani ambaye ni honesty, alikuwa mtu fulani ambaye ni mshikaji poa, hana noma na mtu, basi ukamtreat kama vile ambavyo ulivyokuwa unamjua miaka 5 iliyopita. My friend, utakuja kupigwa na kitu kizito, hautakuja kuamini. Huyu mtu ndani ya miaka 5 ambayo hamkuwa pamoja, ameshapitia vitu vingi sana. Ameshaonana na watu wapya, ameshakutana na scenarios mpya, ameshakutana na exposures mpya, ameshakutana na matukio ya kila design mapya kabisa. Haya matukio yamesha affect mindset yake, yamesha affect inawezekana uaminifu wake, pengine ameshakuwa labda na tamaa nyingine ambazo mwanzo hakuwa nazo. Lakini ukiwa umeenda kumtreat kama vile ambavyo ulikuwa unamjua kipindi kile yuko chuoni, kuna uwezekano mkubwa sana akakushangaza. Na inaweza ikawa ni positively. Inawezekana huyu mtu akawa amekutana na mazingira ambayo yakambadilisha kabisa in a very positive way. Labda alikuwa ni mtu fulani ambaye hakuwa smart, lakini ameshakutana na watu ambao they are smarter, wameshambadilisha. He's now smarter kuliko alivyokuwa mwanzo. Inawezekana ni mtu fulani alikuwa na mindset fulani mbovu kabisa chuoni, lakini amekutana katikati hapo na watu ambao wako na positive mindset, akafanya nao kazi, wakambadilisha akawa na very positive mindset. That is also possible. Kama hivyo inawezekana, basi inawezekana pia ndani ya miaka 5 amekutana na watu ambao wako na negative mindset, washambadilisha. Amekutana na watu ambao ni wezi, washambadilisha, au matapeli, washambadilisha. Au amekutana na watu ambao ni wanatamaa na wanapenda shortcuts, washambadilisha pia. So guys, unapokutana na mtu ambaye mmeachana miaka fulani kadhaa huko nyuma, ukakutana naye leo, the best option ni kwamba jipe nafasi ya kujifunza kuhusu yeye upya. Kama unataka kuingia naye kwenye mahusiano, kama unataka kuingia naye kwenye mikataba mipya, labda biashara fulani, take time kujifunza kuhusu huyo mtu sasa hivi, kwa sababu huyo mtu ni mpya kwako. Yani treat him like hujawahi kumjua. Jifunze kuhusu yeye wa sasa hivi, kwa sababu kumbuka mentality yake ya sasa hivi ndio itaamua maamuzi ya kufanya. Exposure yake alionayo sasa hivi ndio itamfanya